mafungo yetu ya siku 3 ya Triduum. Basi ni vizuri kila mmoja aandae chombo chake cha usafiri. Kama ana uwezo wa kusafiri kwa ndege, basi ajiandae vyema, tiketi zake ziwe tayari. Na wiki iliyopita Jumamosi tuliweza kufundishwa neno kutoka kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 kuanza aya ya 1 hadi aya ya 7, na kile kitabu cha Yohane aya ya 11 sura ya 11 aya ile ya 42 hadi 44. Mkufunzi alitaka kutufundisha kuhusu nini umehamua kusikia, au nani umehamua kumsikia. Maana kile unachokisikia kina uwezo wa kubadilisha maisha yako, kwa sababu maandiko yanasema kwamba imani huja kwa kusikia na kusoma neno la Mungu. Katika kile kitabu cha Mwanzo, mkufunzi alituonesha hadithi ya mazungumzo kati ya Eva au Hawa na nyoka au Ibilisi. Na katika kitabu kile cha Yohane akatuonyesha mazungumzo ya Yesu na Lazaro, kipindi Yesu anamfufua Lazaro. Eva alikuwa ndani ya bustani katika mazingira mazuri akiwa mzima. Mungu amemwekea kila kitu chakula, lakini pale Eva alipofungua masikio yake na kuamua kumsikiliza shetani, matokeo yalikuwa ni kifo. Na kifo hakikuwa kwake yeye Eva tu, bali hata kwa uzao wake. Kwa sababu ya nini? Aliamua kumsikia shetani. Tuone sasa upande wa pili ambako alipokuwa Lazaro kwenye mazingira tatanishi, mazingira ya ovyo sana. Yuko ndani ya kaburi, amekufa, hana uzima. Lakini aliposikia sauti ya Yesu, alifufuka na kapata uzima. Hilo linaashiria wazi kwamba kile unachokisikia kinaweza kikabadilisha maisha yako, kinaweza kikakuletea kifo, au kinaweza kikakuletea uzima. Hivyo ni vizuri kuchanganua na kuchukua maamuzi sahihi, kuamua nimsikilize nani au nisikilize nini. Kwa sababu wakati huu ni wakati ambao kila mmoja ana maoni ya kusema. Kila mmoja ana maoni. Kila mmoja anataka kusema na kusikilizwa. Ni wakati ambao watu wamejinua wengi kuwa wahalimu. Sasa ni vigumu wakati mwingine kujua ni nani mwalimu wa kweli. Na kila mmoja anataka asikilizwe. Sasa wewe hauwezi kumzuia mwanadamu ambaye amepewa kinywa cha kuongea. Lakini kwako wewe ni kutumia busara na hekima, na mwenye busara na hekima ni yule ambaye anachukua maamuzi ya kusema kwamba nitamsikiliza nani. Hebu fikiria sauti zote hizi. Kila mmoja ana ujumbe na ana ushuhuda juu ya Kristo. Sasa utajuaje nani ana ujumbe wa kweli? Utajuaje ushuhuda wa nani ni ushuhuda wa kweli? Hivyo inakuwa ni hatarishi sana. Na pale katika kusikiliza kila mmoja italeta confusion ndani yako. Utafikia mahali utachanganyikiwa. Sasa kabla hujachanganyikiwa ni vizuri kuchukua maamuzi ya kuamua utamsikiliza nani. Na mkufunzi akasema kwamba yeye amechukua maamuzi mazuri. Ameamua yeye kusikia sauti ya Kristo. Maana katika sauti zote zinazoongea, zipo zile zinazoongea na masikio yako, lakini ipo sauti moja tu ambayo inaongea na nafsi yako au na roho yako. Na sauti hiyo ni sauti ya Kristo. Sasa itakuwa ni vigumu kutambua hipi ni sauti ya Kristo katika hao wakufunzi ambao wamejitokeza na ni wengi. Basi mkufunzi akasema kwamba yeye amechukua maamuzi ya kusikia sauti ya Kristo kupitia mama kanisa, kutoka kwa wajumbe ambao ni mapadre, maaskofu na wajumbe wengine ambao mama kanisa ameteua kwa ajili ya kutufunza neno lake.
Na ni vyema na wewe pia uchukue maamuzi haya, kwa sababu si kila mmoja miongoni mwetu amepewa ule uchaji wa kiroho wa kuchanganua mambo, kujua kwamba huyu ndiye anao ushuhuda na ujumbe wa kweli wa Kristo. Sasa kabla hujafikia huko, ni vyema tu kuchukua maamuzi kwamba mimi sitakaa kusikiliza kila mjumbe, nimeamua kumsikiliza mama kanisa kutoka kinywa cha watumishi wake makuhani. Huo ulikuwa ni ujumbe wa siku hiyo ya posho au Jumamosi iliyopita. Basi leo katika mfungo wetu, ninataka msomaji kama yupo, msomaji wa kwanza atusomee Isaya sura ile ya 7 na aya ya 14. Msomaji wa pili ataandaa Isaya hiyo sura ya 9 au 9 aya ya 6 hadi 7. Isaya 7:14 somo la kwanza. Isaya sura ya 9 au 9 sura ya 6 au 6 hadi 7. Karibu msomaji wa kwanza. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Isaya 6:14. Seti. Mwalimu, mnani somo ya kwanza umesema ni Isaya 7:14 Seti 14. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Isaya sura ya 7 aya yake ya 14. Haya basi, Bwana mwenyewe atawapa ishara. Msichana atachukua mimba, atajifungua mtoto wa kiume na kumwita jina lake Immanueli. Amen. Amen. Somaji wa pili Isaya 9:6. Isaïe 9 chapitre 9 verset 6 à 7. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, amepewa mtoto wa kiume, naye atapewa mamlaka ya kutawala. Ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Utawala wake utastawi daima. Amani ya ufalme wake haitakoma. Atachukua wadhifa wa mfalme Daudi na kutawala juu ya ufalme wake. Ataustawisha na kuimarisha kwa haki na uadilifu, tangu sasa na hata milele. Hayo yafanya Mwenyezi Mungu wa majeshi. Haleluya. Amen. Amen. Kwa wale wanaoandika wanaweza kuongeza, hatutasoma vitabu vyote, wanaweza kuandika kitabu cha Mika sura ya 5 aya ile ya 2. Yote yanasema ni mambo mamoja, ni husu tabiri za kuzaliwa kwa Kristo. Mika 5:2 kwa wale wanaoandika. Kwenye somo letu la kwanza tunasikia Isaya amesema kwamba Bwana atatupatia ishara, msichana atachukua mimba, atajifungua mtoto au atamzaa mtoto wa kiume, naye atapewa jina Emmanuel. Mtoto atakayezaliwa tayari amepewa na jina, na jina hilo ni nani? Ni Emmanuel. Emmanuel maana yake nini? Ni Mungu pamoja nasi. Ukija kusoma tena huu unabii wa Isaya kwenye sura ya 9, Isaya sasa anasema utimilifu sasa. Ina maana
ule unabii umetimia sasa kama ukifuata hili neno vizuri. Anasema kwamba maana mtoto amezaliwa. Si kwamba mtoto atazaliwa, mtoto amezaliwa. Ina maana kwamba katika maono nabii anaona sasa utimilifu wa yale maono ya kwanza, kwamba mtoto amezaliwa, na mtoto huyo tena ana majina mengine. Anasema kwamba naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Ina maana kwamba huyu mtoto ambaye atakayezaliwa na huyu mwanamwali atakuwa ni Mungu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Sasa huyu mwanamwali bikira ni nani? Ni Bikira Maria. Hilo linaondoa dugudugu tayari kwa maswali kwamba iweje Bikira Maria aitwe mama wa Mungu. Ndiyo, Biblia haijasema waziwazi kwamba Bikira Maria ndiye mama wa Mungu, lakini ukisoma hizi aya mbili zinahakikisha kwamba amemzaa Mungu, na aliyemzaa Mungu ni mama wa Mungu. Amen. Amen. Kwa sababu kwenye swala la utatu ugumu wa watu kukubali ni kwenye nafsi ya pili. Kukubali Kristo ni Mungu, wanakubali Baba ni Mungu, wanakubali Roho ni Mungu, lakini ikifikia kwenye swala la Kristo, hapo kunakuwa na maswali mengi ambayo watu wanajiuliza. Iweje Mungu azaliwe na mwanadamu? Iweje Mungu afe msalabani? Hapo watu wanajiuliza maswali mengi. Basi kichwa cha mafundisho yetu ya leo ni unabii wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Unabii wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunaanza na pointi yetu ya kwanza, ni lengo kuu. Kwa nini tumetaka kujifunza mada hii? Kwa nini tumetaka kujifunza somo hili? Tumetaka kujifunza somo hili kwanza ili kutambua Yesu ni ukamilifu au utimilifu wa ahadi za Mungu. Kwa sababu tumesikia tutapewa mtoto, na huyo mtoto alikuja akazaliwa na akawa na majina yale yale. Na yale majina si kwamba aliyapewa, lakini aliyaishi, yalionekana katika maisha yake ya kawaida kwamba yeye ni Mungu. Kulingana na matendo au vile alivyotenda, vilionyesha waziwazi kwamba Kristo ni Mungu. Kwa hiyo Kristo ni utimilifu wa ahadi za Mungu. Kwa lugha nyingine ni kusema kwamba kuja kwa Kristo hakuja kwa bahati mbaya. Mungu pale alipomuumba mwanadamu na mwanadamu akapotea, pale Mungu alianzisha mpango wa kumkomboa mwanadamu. Na lengo letu la pili la kusoma neno hili ni kuelewa asili ya umungu wa Yesu Kristo katika ubinadamu. Kuelewa asili ya Yesu Kristo, kujua asili yake ni nani. Mfano kwetu sisi ambao tuko, wapo watu ambao tayari wamesha kuchukua uraia au nationalite hapa tuseme kwa lugha rahisi. Lakini utakuta kwenye vyeti vyenu, kama ni passport au ile certificat ya naturalisation, unakuta kunaandikwa asili yako pale kwamba wewe ni Marekani, ndio anakubali, lakini asili yako imetokea mahala fulani. Kwa wale ambao wana uraia wasome wataona. Kama ni passport yako unaandikiwa kwetu sisi ambao tumetoka Kongo, unaandikiwa pale Kongo Kinshasa juu, wasije wakaitofautisha na Kongo nyingine. Kadhalika na Kristo alikuwa na asili yake. Ina maana kwamba wewe kubadilisha asili yako, kubadilisha uraia wako kuwa Marekani, hakuja kufanya wewe kuacha ile asili yako. Kwa wewe uliye Mkongomani, ukienda kutembelea Kongo, ukifika tu pale unakutilia visa, kama ni kwa airport, kama ni wapi, hawatakuuliza utafikia wapi. Lakini ukienda nchi nyingine ya kigeni, kama ni Canada, kama ni wapi, utaulizwa utafikia wapi, maana wanataka kujua wapi utakuwa. Maana pale wanakuona kuwa ni mgeni, lazima wakuidentify mgeni utakuwa wapi. Lakini kama wewe ni Burundi, ukienda Burundi hautaulizwa hiyo swali, maana wanajua umefika nyumbani kwingine. Amen.
Amen. Amen. Basi pointi yetu ya pili itakuwa ni kufafanua maana ya neno unabii. Nimesema somo letu ni unabii wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Nitapenda nikupe maana ya neno unabii kwa sababu watu wengi huwa wanashindwa kutofautisha kati ya unabii, maono na ufunuo. Vinakuwa kama vinachanganya sana. Sasa nitaleta maana ya neno unabii kwa kuletenganisha na maono, maana ndio vitu viwili vinataka kukaribiana sana. Ufunuo ni kama haiwezi kuchanganya sana watu, lakini nitaleta pia maana yake. Tuone maana ya neno unabii. Unabii ni ujumbe kutoka kwa Mungu ambao unapewa mtu au nabii kwa kufikisha kwa watu. Narudia. Unabii, kwa wale wanaoandika, unabii ni ujumbe kutoka kwa Mungu ambao unapewa mtu au nabii. Yule mtu anayopewa ule ujumbe anaitwa ni nabii, ili aufikishe kwa watu kwa lengo labda la kuwaonya, la kuwaelekeza, la kuwapa faraja au kuwapa ujumbe wowote kutoka kwa Mungu. Huo unaitwa ni unabii. Kwa wale wanaoandika, mtaandika kitabu cha pili cha Petro, waraka wa pili wa Petro, sura ya kwanza na aya ile 21 tutasoma. Petro ngapi? Waraka wa pili. 1:21. Samahani, na hiyo 20 inasumbua watu wengine. Nitakuwa najaribu kuiongea kwa Kifaransa. Ndio. Sasa nitake kuleta precision kidogo juu ya unabii. Unabii, yule anayepata unabii, pale Mungu anapokupatia huo ujumbe ambao tunaita unabii, panapaswa kuwa kitu ambacho tunaita ni precision kwa Kifaransa. Wewe unayeupokea ule ujumbe, hautabakia ndani mwako na confusion. Yaani utaupewa na umeuelewa kwa usawa kabisa. Ila utofauti unaweza kuwa pale kwa kuongea kwa watu, lakini wewe mwenyewe utakuwa umeuelewa kwa uhalisia wake. Ujumbe huu unaweza kuwa ni ujumbe wa maneno, aidha kwa maandishi. Na hapa Mungu anaongea na wewe direct, bila kupitia mtu mwingine au bila kupitia vitu vingine kama mifano. Maana hapo Mungu anakupatia ujumbe ukiwa clear and net. Huo ni unabii. Yaani hautakuachia confusion au hapa Mungu alitaka kunena nini. Unakuwa uko wazi. Nitaleta mfano. Kwa lugha tunazoifahamu hii Kiswahili, mtu anaweza sema kwamba walikuwa wakila juu ya meza. Walikuwa wakila juu ya meza. Inaishia hapa. Sasa ukiuliza huyu mtu kipindi alikuwa anakula, ni yeye ndo alikuwa amekaa juu ya meza, alikuwa amekalia juu ya meza ndo alikuwa anakula, au alikuwa chini baadaye sahani zilikuwa juu ya meza? Ukipata ujumbe kama unaweza kukuachia confusion tayari. Kipindi ni lugha unayoelewa. Alikuwa akila juu ya meza. Utajiuliza ni yeye ndo alikuwa amepanda juu ya meza, ndo anakula kule juu ya meza, au chakula kilikuwa kimewekwa mezani anakula. Sasa kama ni unabii, hauwezi kukuachia jambo kama hili la kukupa wewe dugudugu wewe unaopata ule unabii. Twende na maono. Nimesema unabii unaweza kuwa wa maneno au unaweza kuwa wa maandishi. Ukumbuke nabii Daniel aliweza kuona mkono wa Bwana ukiandika mene tekele na peresi. Ule ulikuwa ni unabii aliupata na akaufafanua kwa watu. Tunaenda na maono. Maono ni picha au hali au taswira kwa Kiswahili kingine ya kiroho ambayo Mungu anamuonesha yule muona maono. Huyo mtu anaweza kuwa katika hali ya maombi, anaweza kuwa katika hali ya kiroho. Hili likatokea.
Sasa ujumbe huu unaweza pia ukatokea kwa njia ya ndoto. Hayo ni maono. Lakini kwa mara nyingi maono yanaweza ikakuachia wewe muona maono, unaweza ukabakia na confusion ya hayo maono. Na ndio maana unakuta mtu ameota ndoto akaenda tena kwa watumishi wa Mungu ampe ufafanuzi. Unakuta mtu amepata maono lakini hajui, anaenda tena kwa watumishi wa Mungu waweze kumpa ufafanuzi. Mimi huko tulipokuwa, kuna watu walikuwa wakati mwingine hata wanakuja wanasema kwamba nimepata miangaza. Mimi kwa yale makundi ambayo nilikuwa nikiyasimamia, mtu akiniambia hivyo nilikuwa nashindwa hata kwenda kuongea discernment, kwa sababu hata na mimi naisikia naona havina sense. Sasa unakuta wakati mwingine wananidezia mimi, wanaenda mpaka kwa watu wengine. Sasa ndo nasikia kwenye discernment wananiita, Pere, wewe nimesikia fulani amekuja amesema amepata maono ilikuwa hivi. Sasa wakati mwingine nilikuwa hata mimi mwenyewe nauliza watumishi wengine. Sasa mtu akikwambia mfano nimepata mwangaza, nimeona mwangaza, yeye mwenyewe iko mconfusion, hata na mimi ambaye naisikia ujumbe niko mconfusion, nitamsaidiaje kupata mwangaza? Maana yake nini? Lakini kumbe watumishi wa Mungu walikuwa wanajua, wakaanza kutufafanulia. Ina maana kwamba jambo la maono wakati mwingine linaacha confusion ndani ya yeye kwanza ambaye ameona maono, lakini pia linaweza kuacha confusion kwa wale wanaosikia. Hayo ni maono. Nitakupatia andiko, na kama yupo msomaji anaweza kutusomea, asome Danieli sura ya 7. Nitapenda tukatekate juu tusichukue muda mwingi. Usome Danieli sura ya 7, uanze 1 uishie kama 4 hivi, baadaye tena uruke 15 16. Kitabu cha Danieli Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Danieli sura ya 7. Anza 1 hadi 4 uruke 15 16. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. 15. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo moyoni ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Amen. 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 Tunaona nabii Danieli, kwa ukubwa wa Danieli, amepata maono, na ile andiko watu wengi tunalifahamu la wale wanyama 4 ambao wana mapembe wana nini. Akapata confusion, akachanganikiwa, haelewi. Ilibidi tena awafuate ili aende kuwauliza.
Ina maana kwamba maono wakati mwingine huwa hayako clear. Amen. Amen. Naona kama connection na yumba tena, najisikia sijui kama tuko sambamba, tuko sawa? Tuko sawa, tunakusikia Fred. Endelea tu tunakupata. Asante ya, kwa sababu nasikia huku, nasikia na mimi jinsi ninavyoongea najisikia kwenye simu. Asante. Hapana, uko sawa. Okay, asante. Basi nabii kama Danieli anapata maono, lakini maono hayo yeye mwenyewe hayaelewi. Anaenda pia na yeye kuomba ushauri. Na hiyo ndiyo asili ya maono. Na ndiyo maana mtaona ndani ya kanisa wakati mwingine huwa haturuhusu, hata ndani ya kundi haturuhusu maoni tukisema. Hata tuvisalie tukapata ufumbuzi, hatuna asili sana ya kuongea. Maana katika kuongea unaweza pia tukaacha confusion kwa watu. Maana maono asili yake inakuwa ni jambo ambalo linaweza kuleta confusion ndani ya watu. Tuende na ufunuo. Jambo la 3, ufunuo. Ufunuo ni jambo ambalo Mungu anakuwekea wazi kile ambacho kilikuwa kimewekwa siri. Huo ndio ufunuo. Ina maana kwamba ufunuo unaendana na jambo siri. Kama kitu kilikuwa kimefungwa, hakijulikani ndani yake kuna nini, ukipata maono hayo unaambiwa ukweli wa kile kilichofungamana ndani. Huo unaitwa ni ufunuo. Tutaona mfano wa Yohana. Alipewa ufunuo juu ya maisha ya ulimwengu ujao, juu ya mwisho wa dunia ambao tunaita eskatolojia. Na utaona katika kitabu cha Ufunuo, hata mama kanisa hana uzoefu sana wa kusoma kitabu cha Ufunuo. Ukiwa na kumbukumbu nzuri kama ya kwangu, utaona kitabu cha Ufunuo huwa kinasomwa kama mara 2-3 hivi ndani ya kanisa. Kinasomwa sikukuu ya Ascension, upako kwa Bikira Maria mbinguni. Kinasomwa wakati mwingine kama ni mwaka C wa kanisa, wakati mwingine kinasomwa wakati wa sikukuu ya Yesu Kristo mfalme. Na kuna sikukuu nyingine kinasomwa kwenye taurdine kwenye mwezi wa 4, mwezi wa 5. Pale ambapo utakuta kufikiri yake ni ile mfalme atatamani uzuri wako, yeye muumba wako mpe nguvu, kitu kama hicho. Unakuta ni kitabu ambacho kinaongelea mambo ya mwisho wa dunia, mambo yatakayokuja katika ulimwengu ujao. Yaani ni ufunuo, ni siri zilizofichwa. Ina maana haziwezi kufichuliwa zote. Huo unaitwa ufunuo. Na si tu mambo ya kiroho, inaweza kuwa ni mambo mengine Mungu akataka kukuonyesha juu yake, imefungwa kama siri. Huo sio unabii wala sio maono. Huo ni ufunuo. Amen. 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 Sasa nimesema kwamba katika hali ya mafundisho ya utatu, watu wengi wanadugudugu sana kuhusu umungu wa Yesu Kristo, kwa sababu alikuja kuzaliwa kama mwanadamu. Na vile alivyozaliwa kama mwanadamu, watu wengi wanajiuliza, je, Mungu anaweza kuzaliwa na mwanadamu au Mungu anaweza kuwa mwanadamu? Na nikasema kwamba lengo letu la pili litakuwa ni kutambua umungu wa Yesu Kristo katika ubinadamu. Au kile tunachosema ndani ya kanisa, Kristo ni Mungu kweli na mtu kweli. Tujaribu kuliona. Maana Mungu amezaliwa kati yetu, ameitwa Emmanuel, yu kati yetu. Ni aje? Basi pointi yetu ya 3 itakuwa ni kusudi la kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa nini Mungu alikusudia atupatie Kristo azaliwe? Au Yesu Kristo alizaliwa kwa kusudi lipi au gani? Nitapenda msomaji usome Mathayo sura ya 1 aya ya 21 hadi ya 23. 21-23. Matthieu chapitre 1 21-23.
Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mathayo sura ya kwanza aya ya 21 hadi 23. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Amen. Amen. Tunaona majina yake yote hapo yamekamilika. Jina lake ndiyo Yesu, tena huyo ataitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Lakini lengo limepatikana hapa kwamba atakayewaokoa watu wake katika dhambi. Tuendelee. Kwa hiyo kulingana na andiko hili inaonekana kwamba tukio la Kristo sio tu tukio la kihistoria. Si kwamba kwa sababu Mungu aliahidi kwamba atatuma mtoto atazaliwa, lakini pia kuna lengo fulani ambalo huyu mtoto alitumiwa. Au yule atakayezaliwa ambaye atachukua ufalme wa Daudi amekuja kwa malengo rasmi ambayo tumeyasikia pale, kuwaokoa watu na dhambi zao. Sasa katika kutafakari vizuri kusudi la Kristo, ninapenda twende na mtindo wa kujiuliza maswali na kuyajibu haya maswali. Naona hii ni njia rahisi ya mimi kutafakari vizuri somo hili, na nitakatakata maana naona muda wangu unakwenda, lakini nitajitahidi kuongea vile vilivyo muhimu. Maswali ambayo tutakwenda kujiuliza: kwa nini Mungu azaliwe kwa umbo la mwanadamu? Au kwa nini Mungu ajifunue kwetu kama mwanadamu? Hilo litakuwa ni swali letu la kwanza. Swali letu la pili litakuwa kujiuliza, kwa nini Yesu azaliwe katika ori la ng'ombe Bethlehemu? Kwa nini azaliwe Bethlehemu? Na kwa nini azaliwe usiku? Tutakapoyajibu haya maswali, tutapata ufumbuzi zaidi kwa nini Kristo alikuja au kusudi la Kristo kukuja. Amen. 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 Na moja kwa moja itaanza na swali la kwanza: kwa nini Yesu azaliwe katika umbo la mwanadamu? Au kwa nini Mungu aje kwetu kupitia umbo la mwanadamu? Kwa nini asingekuja na umungu wake ili watu wasadiki kwamba yule Kristo ndiye Mungu? Au kwa lugha nyingine, asingekuja na ule utukufu wake wa kimungu ili watu wamsadiki. Kwa nini wengine wasimsadiki? Lakini angekuja na utukufu wake, watu wangemwamini moja kwa moja, maana watu wanapenda sana miujiza. Basi msomaji, karibu usome wa Filipo sura ya 2 aya ya 6 hadi 11. Kwa wale wanaoandika, ili mnalijua, mtaandika Injili ya Yohane 1:1 hadi 5. Yohane 1 unaanza mstari wa kwanza tena hadi 5. 1 hadi 5. Karibu msomaji kusoma wa Filipi. Wa Filipi ngapi kaka? Wa Filipi 2 sura ya wa Filipi 2:6-11. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Wa Filipi 2:6 hadi 11. Yes. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni
na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. 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 Tunasikia kwamba alijifanya kuwa hana utukufu. Kwa lugha nyingine ni kusema kwamba aliuvua utukufu kwa hiari yake. Hii Biblia yangu nasema kwa hiari yake. Aliona umungu sio kitu cha kushikamana nacho. Sasa akajifanya kuwa hana utukufu. Kwa nini amejifanya hivyo? Nianze kujibu. Jibu la kwanza ilikuwa kuficha utukufu. Jibu la kwanza ilikuwa kuficha utukufu, na nikupe andiko moja kwa moja tusome tuone kwa nini alificha utukufu. Maana angekuja na utukufu tutapata majibu hapa. Karibu msomaji tusomee kitabu cha Nahumu. Nahumu sura ya kwanza na aya ya 5. Kurudia maandiko kaka. Nahumu yako maandiko mengi, tusome kwanza, baadaye nitakuambia mengine utaandika, maana tutakuwa na muda wa kusoma. Nahumu sura ya kwanza na aya ya 5. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Milima hutetemeka mbele zake, navyo vilima huyeyuka, nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake. Naam, dunia na wote wakaao ndani yake. Amen. Amen. Yaani angekuja na utukufu, anakuambia kwamba milima inatetemeka. Ukisoma kwenye Biblia ya Kifaransa anakuambia le monde est balancé. Ina maana kwamba yaani ulimwengu unatupwa huko juu. Sasa angekuja na utukufu tusingestahimili. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 na aya ya 16 inakuambia kwamba yeye anakaa katika nuru isiyoweza kuonekana, huwezi kuiona kwa macho ya kawaida. Hebu jaribu tu kuangalia jua. Ukiangalia jua, sijui kama utaweza dakika 2, na ukiweza macho yataharibika. Ndiyo jua. Sasa Mungu ana utukufu zaidi ya jua. Hebu fikiria, yeye mwenyewe kwa kutaka kumpamba mama Bikira Maria amempamba kwa mwezi na jua. Ina maana kwamba yeye ana utukufu zaidi ya jua. Sasa kama jua la kawaida hatuwezi kuliangalia, akija kwa utukufu wake utaweza kumuona? Yes, Sara. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 na aya 20, Musa alitaka kumuona, lakini Mungu akamwambia kwamba hakuna mtu awezaye kuniona kulingana na utukufu wangu. Kwa sababu Musa aliinsiste na Mungu alitaka Musa amtumikie, akamficha kwanza kwenye upwa la jiwe, lakini alizopita hata Musa hakujua. Ina maana kwamba hawezi kuonekana kwa macho ya binadamu. Sasa yeye ambaye anakuja kumkomboa mwanadamu, anataka amhubiri mwanadamu. Kumbuka mwanadamu amepotea kwa neno, na inabidi huyu mwanadamu aliyepotea kwa neno aokolewe pia kwa neno. Na ndio maana Kristo ukiangalia katika kitabu cha Yohane sura ya kwanza anajitambulisha kama neno. Maana mwanadamu ameumbwa kwa neno, na shetani mjanja alijua mwanadamu ameumbwa kwa misingi ipi, akaja akampoteza kwa neno. Na sasa Mungu naye akataka kudejue playa ya shetani, akaja pia kumkomboa mwanadamu kwa neno. Sasa ili kumpatia mwanadamu neno, atakuja lazima aje aongee na mwanadamu, akae naye, aishi naye. Sasa angekuja na utukufu, mwanadamu asingeweza kuwepo, angeteketea tena. Ni lazima ufiche utukufu. Hata ufichaje utukufu? Ni lazima ufiche utukufu ndani ya mwili wa mwanadamu. Amen. 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 Kwa hiyo kwa wale wanaoandika, mtaandika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 na aya ya 16. Kitabu cha pili mtaandika Kutoka sura ya 33 na aya ya 20, 33 na aya ya 20. Pia mtaandika
Pia mtaandika Zaburi ya 124 aya ya 4 hadi ya 7. Ukisoma hii inakuambia kwamba Mungu ana utukufu ambao hauwezi kusogelewa na kitu. Ukisoma hii Zaburi ya 144, yaani utukufu wake hauwezi kusogelewa na kitu. Sasa angekuja kwenye utukufu wake tusingeweza kumsogea. Plan yake ilikuwa ya kuja kumkomboa mwanadamu kupitia neno. Tuone sababu ya pili. Sababu ya pili ilikuwa ili aishi kama mwanadamu, ili aishi kama mwanadamu, ili awe sawa naye kwa kuyaonja maisha magumu ya mwanadamu. Ili awe sawa na mwanadamu na kuyaonja yale maisha magumu ya mwanadamu. Hapa nitapenda kujieleza. Samahani mwalimu, ungelirudilia kwanza swali hilo la pili. Tunajibu lile swali moja. Tunajibu swali tunalojibu ni kwa nini Yesu azaliwe katika umbo la mwanadamu. Nikasema nitajibu kwa vipengele. Kipengele cha kwanza ni kuficha utukufu. Kipengele cha pili ili awe sawa na mwanadamu, ili aonje maisha magumu ya mwanadamu. Tuko sambamba? Ndio. Ndio. Sasa Mungu au Kristo amekuja kuishi maisha ya mwanadamu ili aonde ugumu wa maisha ya mwanadamu uko wapi. Kwa sababu Mungu alimwekea mwanadamu kila kitu ndani ya bustani. Vitu vinavyopendeza, matunda ya kila aina, makubwa kuliko lile ambalo mwanadamu alikula, mazuri kuliko yale ambayo mwanadamu alikula, lakini mwanadamu anakuja kudanganywa. Sasa lile tunda lililoliwa kwa Mungu ameona kwamba ili tunda halilinganishwi na haya mengine mazuri ambayo nimeweka hapa. Labda katika hiki kitu ambacho nimeumba, huyu mtu ambaye nimeumba, labda kuna ugumu fulani wa maisha. Basi mimi nitakwenda kuyaishi yale maisha ili niwe kielelezo kwao. Pale ambako atakaposhindwa niwaachie namna ya kushinda. Niwaachie mimi kama mfano bora, waufuate mfano wangu ili washinde. Ndiyo maana ya Kristo kuja ku-experience maisha yetu. Nikupatie mfano wa mwanasayansi. Huu ni mfano tu. Tunajua wanasayansi? Tunajua termite kwa Kiswahili wanahitaji frere kuchi. Ile tunaitaka nani? Mami. Basi tumeshajua termite. Yaani ni kama simizi hivi, lakini ukikanyaga inavunjika. Sijui tunahitaji kwa lugha yetu tunataka alanji, lakini sijui kwa Kiswahili. Yes. Shukrani maandiko. Termite nini? Mtwa ndio. Asante dada. Sawa. Asante sana, ubarikiwe. Asante sana kabisa. Asante sana dada. Tunaona mtwa, tuseme mfano wa mwanasayansi, anataka kuambia mtwa kwamba mtwa, usipite hapa ndani ya barabara maana watu wanapita hapo watakukanyaga na utakufa. Unaamini mtu atamuelewa mwanadamu? Ili mtwa amuelewe mwanadamu, inabidi mwanadamu ageuke kuwa mtwa, aingie kwenye matundu yake, aishi kama yeye, ndio amwambie kwamba pale unapopita panapita wanadamu, akikukanyaga utakufa. Lakini asipojishusha kwenye hali ya mtwa, hata afanyeje hawezi kukomunike na mtu, kwa sababu wameumbika kwenye system tofauti na parametre tofauti. Huo ndio mfano Mungu alitaka kuufanya, kwamba mimi kama Mungu na Hawa tuko watu tofauti sana, tuko vitu tofauti sana. Sasa ili wanielewe ni lazima nishuke kwa hali ya ubinadamu, niwe kama mwanadamu, ndipo nitakomunike vizuri nao na wataelewa. Na ndiyo maana sababu ya Kristo kuja kuexperimente maisha ya mwanadamu.
kuzaliwa kwake kama mwanadamu, Mungu angekuwa na njia zote zile ambazo angejitokeza, lakini alijifunza ili mwanadamu anielewe, lazima nikue kama mwanadamu. Kwa wale wanaoandika, mtaandika kitabu cha Mathayo sura ya 4 na aya ya 2. Hapo panakuambia Kristo kama mwanadamu alisikia njaa na akataka kula chakula. Kwa wale wanaoandika pia wataandika Injili ya Yohane sura ya 1 na aya 35. Kwanza tumeisoma hapa juzi. Kristo alilia. Yohane sura ya 11 na aya 35. Yohane 11 na 35, aya 35. Yesu alilia kama mwanadamu, anamlilia Lazaro. Yaani anayaona machungu ya kiulimwengu, lakini Yesu kama Mungu asingelia. Ina maana kwamba Mungu anapotuona tunalia, anajua tunapata machungu, na ndiyo maana ametuachia mfariji kama Roho Mtakatifu atufariji pale tunapopitia hali ngumu. Kwa sababu ni maisha ameyaishi mwenyewe. Kwa wale wanaoandika pia, kwa wale 35 unasema ni nini? Nasema Yohane 1:35 ni pale Yesu alipomlilia Lazaro. Amen. Amen. Waliokuwa juzi tumesoma haya maandiko. Mateo ilikuwa ni Mateo ngapi? Mathayo 4:2. Pia mtaandika Yohane 4:6. Yesu amechoka kwa wingi wa kazi. Yohane 4:6. 4:6. Okay. Mathayo ngapi? Mathayo nimesema 4:2. Basi tunaendelea na jibu la 3. Jibu la 3, Yesu alitaka kuzaliwa kwa mwili wa mwanadamu ili awe mpatanishi kati ya mtu na Mungu. Vipengele vingine limeruka, lakini tuseme hiki ni cha maana. Ili awe mpatanishi kati ya mtu na Mungu, awe mediateur, mpatanishi kati ya mtu na Mungu. Sababu kumbuka, Mungu hatangamani na dhambi. Muangalie gisi Mungu alikuwa akioperate katika Agano la Kale. Ikiwa dhambi anamaliza, anacheka. Inabidi sadaka zitolewe za dhambi, za nini, lakini sadaka zote zilizotolewa za dhambi hazikutosha. Ilibidi aje mwana kondoo asiyekuwa na mawaa atakayebeba dhambi za watu. Na mwana kondoo huyu ni nani? Ni Kristo. Kwa sababu Mungu hawezi kuchangamana na watu wenye dhambi, wala hawezi kureconcilie na watu wenye dhambi. Ilibidi sasa Kristo aje azibebe kwanza dhambi za wanadamu ili atupatanishe sisi na Mungu. Nikupe mfano wa mediator kisi wanafanyaka, watu wa kuunganisha watu. Mtu wa kuunganisha mtu hawezi kuwa na upande. Na ndiyo maana unapoitwa kama vile mediator, wanakuchunguzaka kwanza, kwa sababu watu wengi wanajikutaka wameingia tena mkonflict. Wewe mtu ambaye unaenda patanisha watu. Tu katika kupatanisha watu ambao wanapigana, na wewe utapigwa ngumi, lakini unabidi uvumilie. Unapaswa kuyabeba maumivu yao. Na watu wawili wanapokuwa wanapatana, amini usiamini, kunakuwa huyu mmoja ni lazima akubali vitu vya huyu na huyu mwingine akubali vitu vya huyu ili wajenge amani. Mfano halisi hivi gisi Kongo na Rwanda wamesaini mikataba hapa New York, hapa ndani Maison Blanche. Ukubali, kuna vitu ambavyo Kongo imekubali vya Rwanda na kuna vitu ambavyo Rwanda imekubali kwa Kongo ili wapate amani. Wala usije ukafikiri siku moja kwamba katika mkataba Tshisekedi amesaini uko shwari 100% kwa Wakongomani. La sivyo. Kwa sababu ni mkataba unaotaka upatanishi.
Sasa Kristo ilibidi sasa, kwa sababu Mungu achangamani na dhambi, ilibidi kwanza yeye abebe kwanza mizigo yetu, atukue madhambi zetu, ajitwange yeye, kwa sababu yeye hana dhambi mbele ya macho ya Mungu. Sasa ni lazima ajifanye kuwa mdhambi yeye, ili atupatanishe na Mungu. Karibu msomaji, usome wa Korintho wa pili 5:21. 5:21. Yes. 5:21. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Wakorintho wa pili sura yake ya 5 aya ya 21. Yesu asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Amen. Amen. Yaani Yesu ambaye hakuwa na dhambi alijifanya yeye kuwa mdhambi ili atupatie haki mbele za macho ya Mungu. Ina maana kwamba ili kutupatanisha na Mungu sisi wa dhambi, ilibidi yeye kwanza azibebe dhambi zetu upande mmoja, na upande mwingine yeye ajioneshe hana dhambi, ili Mungu akubali kureconcilie na mwanadamu. Na hizo ndizo sababu za Kristo kuzaliwa kama mwanadamu. Kwa wale wanaoandika wataongeza kitabu cha Wagalatia sura ya 3 na aya ya 13. Wagalatia sura ya 3 na aya ya 13, andiko hili linasema kwamba yeyote anayetundikwa msalabani amebeba laana na dhambi. Wagalatia 3 na aya ya 13. Hatutasoma. Tunaenda sasa kwa swali letu la pili. Kwa nini Yesu azaliwe katika hori la ng'ombe? Kwa nini Yesu akubali kuzaliwa katika hori la ng'ombe? Ni kueleza haraka haraka, muda unanisonga. Hori nafikiri tunaijua. Hori ni kile kidude cha mti kinakuwa kama kino hivi. Kwa asili yetu watu wanatuangia ugali wa roho. Kinakuwa kama vile. Sasa hicho kitu kinawekwa pale kwa ajili ya kukulisha ng'ombe. Ile ndio inaitwa hori. Kwa Kiingereza wanaita manger. Msikonfonde na a hole, hapana. Hori ni ile manger. Kwa Wafaransa wanaita mangeoire, ile ya ng'ombe ile. Kwa nini Yesu alizaliwa katika hori la ng'ombe? Kama jinsi nimeeleza, hori ilikuwa ni kitu cha kuwalishia wa ng'ombe. Walikuwa wakiweka chakula cha ng'ombe pale, wakati mwingine wanaweka na dawa. Unajua, kwa wafugaji wanaamini kwamba chumvi huwa inasaidia mifugo kutopatwa na magonjwa. Kwao ile ilikuwa ni dawa. Sasa ni sehemu ambao walikuwa wakichanganya chakula na dawa kwa ajili ya ng'ombe. Hebu fikiria, wachungaji walikuwa mahali wao kuwa mbali. Sasa Maria na Yosefu walipokosa mahala pa kulala kwenye nyumba. Mama dada. Waya jenga ngada. Waya kanga wewe. Unaweza endelea. Nani huyo moderatrice? Tunaomba uingilie kati. Haya, tuendelee. Nimesema pale hori ya ng'ombe ilikuwa ni mahali ambapo walikuwa wanawalishia wanyama, wanaweka chakula na dawa na vitu vingine ili kuwasaidia wanyama. Sasa Bikira Maria na Yosefu walipokosa mahala pa kulala katika nyumba za wageni, wakajisogeza katika zizi la ng'ombe. Na pale katika zizi la ng'ombe, mahali ambapo wameona panafaa kumweka mtoto, walimuweka ni katika lile hori la ng'ombe. Hebu tusome kwanza Luka sura ya kwanza. Kwa wale wanaoandika mwandike sura ya kwanza 1 hadi 12. Kwa wale wanaoandika Luka sura ya kwanza 1 hadi 12. Lakini msomaji usome aya ya 5 hadi ya 7. Tuokoe muda. Luka 1. Yes. Usome sura ya 5 na ya 7. Kwa wale wanaoandika waandike 1 hadi 12, watajisomea nyumbani. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Luka sura ya kwanza aya ya 5 hadi 7. Yeah. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria.
wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeti, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Amen. Hiyo umesoma ni sura ya kwanza dada. Ulisema sura ya ngapi? Nimesema sura ya pili au nimesema sura ya kwanza? Ulisema sura ya kwanza. Hapana, samahani, sura ya pili. Samahani, sura ya pili. Hapo naona unasoma sura ya kwanza huko nyuma sana. Luka sura ya pili aya yake tusome 5 hadi 5:7. Okay. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Amen. 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 Sasa tuone sababu kwa nini walimlaza mtoto katika hori ya ng'ombe, ambacho kilikuwa ni kitu cha kuwalishia wanyama. Wamemlaza Kristo kama alama ilikuwa ni message, ilikuwa ni ujumbe, kana kwamba sisi tunajua kwamba sisi ni kondoo za zizi lake na watu wa malisho yake. Ndivyo gisi maandiko yanasema. Sisi ni watu wa zizi lake na kondoo wa malisho yake. Sasa ilikuwa ni message kuambia watu kwamba Kristo ndiye chakula cha kweli cha watu wa zizi lake. Na yeye mwenyewe amejitangaza hivyo kwamba mababu zenu walikula mana jangwani wakafa, lakini wanao nila mimi hawafi tena. Ile ilikuwa ni message. Maria alikuwa anajua huyu mtoto ambaye nimemzaa ni mtu wa aina gani, kuliko kwenda naye kule ambako wachungaji wako, maana mahali ambako panalala watu wangepasha kwenda na wangepata hifadhi pale. Lakini unajua wachungaji wanapokuwa mahali lazima kuna moto. Mtaona pale kuna moto, ndio waliko watu. Hapa pakiwa zizi lazima pao wachungaji mahali. Lakini hawajaenda hapo, wameingia kwenye zizi na kumweka mtoto aliyezaliwa kwenye hori ya ng'ombe. Ilikuwa message kwa watu kwamba chakula cha uzima ndio hichi kimekuja. Watakaokula hawatapata magonjwa tena, maana humu mnaweka dawa ya kulisha chakula ya kulisha ng'ombe ili wasiumu. Sasa chakula chenyewe ndio huyu. Karibu msomaji usome sura ya 6 ya Yohane. Uanze 51 hadi 58. 51 hadi 58. Mwinjili Yohane sura yake ya 6 aya yake ya 51 hadi 58. Ndio. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin, amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli.
Auraye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Amen. Amen. Yesu amezaliwa katika hori kama alama ya chakula cha uzima. Anasema kwamba anayenila mimi anao uzima wa milele. Na ndiyo maana tunasema maumbo ya mkate na divai ni mwili wa Kristo. Sasa ndugu zetu wa upande mwingine, kile tunachokiona sisi kuwa ni mwili na damu ya Kristo, wao wanasema ni meza ya Bwana. Tunachoona kwa macho ya imani, huyu ni mama wa Mungu, wao wanamuona ni mwanamke tu kawaida. Watu wa ajabu sana. Mwili na damu ya Kristo usipokula, yeye mwenyewe ameleta tamko hapa, hauna uzima na hautafufuliwa naye. Na ninakwambia kuna sababu kwa nini wao kila wanapobariki wanaona bado ni meza ya Bwana, hawawezi kuona ni mwili wa Kristo. Kwa sababu ya nini? Hawana ukohani. Maana mtu pekee ambaye ana mamlaka ya kugeuza ule kuwa mwili na damu ni kuhani peke yake. Kusanya mapasta wote wao wajua, uwape mkate na divai, wataomba, itabakia kuwa ni meza ya Bwana. Maana hakuna kuhani, hakuna padri. Yaani mtu pekee ambaye anaweza kubadilisha ni padri peke yake. Twende hatua ya kufuata. Kwa nini Yesu alizaliwa Bethlehem? Yesu, kwa wale wanaoandika wataandika Mathayo sura ya 2. Nafikiri tumetoka kuisoma hapa. Na ile aya ya kwanza wataandika hivyo, hatutasoma. Tutaona kwanza maana ya neno Bethlehem. Bethlehem maana yake ni nyumba ya mikate. House of bread, nyumba ya mikate. Sasa ilibidi Yesu azaliwe kule Yerusalemu, kule Bethlehem. Kwa sababu kule kuna nyumba ya mkate. Yeye aliye mkate wa kweli, wale watu waokaji wa mikate wahoke mkate ulio kweli. Kwa lugha nyingine, yeye aliye mkate wa kweli na yeye ndiye neno. Wale watu wa Bethlehem wao watangazaji wazuri wa neno la Mungu, kitu ambacho wao hawakukifanya. Ukisoma katika Injili ya Yohane sura ile ya kwanza, uanze aya ya 11 hadi 12, inasema kwamba alikuja kwa walio wake, lakini walio wake walimkataa. Basi wote 12, basi wote waliomkubali walipewa uwezo na kufanywa wana wa Mungu. Sababu ya pili ya Yesu kuzaliwa Bethlehem. Bethlehem ulikuwa ni mji wa mfalme Daudi. Na ilibidi, kama kitu tumesikia katika unabii, mtu wa mbari ya Daudi aje kuwa mtawala katika Bethlehem. Na ndio maana Bethlehem inaitwa ni mji wa Wayuda, wa Wayahudi. Ukiangalia kwenye msalaba wa Kristo, Pilato aliandika kule, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na alipomuuliza, watu wanasema wewe ni mfalme, ni kweli? Akamwambia umesema, hakuna haja tena kurudia. Kwa hiyo kwa wale wanaoandika, mtaandike Injili ya Yohane sura ya 6 na aya 27. Sura ya 6 na aya ya 27. Nimalize na kipengele cha mwisho, najua muda umetukupa mkono sana na 80. Sababu ya tatu na ya muhimu sana, kwa nini Yesu alizaliwa usiku?
Karibu msomaji usome Isaya sura ya 8, sura ya 9 na aya ile ya 2. Na kama yuko mwingine anaweza kusomea moja kwa moja, tusome kwanza maandiko Yohane 8:12. Baadaye tutaleta maelezo na tunahitimisha. Vipengele vingine vitabaki. Isaya ngapi? Isaya 9:2. Na Jean 8:12. Okay. Jean 8:12. Tuanze na Jean. Soma tu ambayo iko karibu dada. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Yohane 8:12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Amen. 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 Yesu amezaliwa usiku. Kumbuka mwanadamu alipopotea aliingia katika giza. Maandiko yanakuambia kwamba anayetembea katika mwanga hawezi kupotea. Na pale mwanadamu alipokuwa amepotea alikuwa katika giza. Ilibidi Kristo kama nuru